Habalini za saizi ndugu zangu katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, mama wa kushirikiana na viumbe mbalimbali wakiwepo majini pamoja na mizimu. Lakini siku ya leo niko hapa kwa ajili ya kuwapa elimu. Kila siku nazungumza, kuna aina ya majini, kuna aina ya mizimu, lakini pia hawa majini wako majini wa aina gani? Wako majini wa aina gani? Lakini siku ya leo nataka niwape elimu zaidi kuhusu majini. Watu wengi wanajua kwamba majini ni mashetani, na watu wengi wanajua kwamba majini ni viumbe vibaya ambavyo havipaswi kushirikiana nao, au havipaswi kuwakaribia, au hawapaswi hata kuwa nao karibu. Sasa siku ya leo nataka niwape elimu. Watu wengi hawana elimu kuhusu majini. Watu wengi hawana elimu kuhusu majini. Sasa leo nataka nikupe elimu au nikupe faida, majini ni viumbe wa namna gani, na tuweze kutambua kwamba baina ya sisi binadamu pamoja na majini, mtambue kwamba majini na sisi, majini walianza kuumbwa na Mwenyezi Mungu kabla ya kuumbwa binadamu, na ndiyo maana majini wako wengi kuzidi sisi binadamu, isipokuwa mnashindwa kuwaona kwa sababu majini hawajidhihirishi kwa binadamu, na binadamu hawana uwezo wa kuwaona majini. Lakini mtambue moja kwa moja, majini wameumbwa kama sisi tulivyoumbwa, lakini majini na binadamu, majini wao wamekuwa ni wa kwanza kuumbwa kuzidi sisi binadamu. Kwa hiyo walianza kuumbwa majini, wakapewa utawala, kisha tukaja tukaumbwa sisi binadamu. Kwa hiyo sasa muweze kutambua kwamba majini wana uwezo mkubwa sana, na majini wamebarikiwa kuweza kutawala mali nyingi, japokuwa na binadamu vipo vitu ambavyo tumebarikiwa kuweza kuvitawala. Sasa basi, na hawa majini japokuwa ndani ya uwingi wao, ndani ya wingi walionao, lakini majini hao mtambue wako kwa makundi mawili. Nataka mtambue kwamba hawa majini wako kwa makundi mawili. Napozungumzia makundi mawili, wako majini ambao ni majini wazuri, asili yao wanafanya ibada na wanaishi kama sisi binadamu. Yaani nikizungumzia makundi mawili, kuna majini ambao wanaishi katika utaratibu kama namna binadamu wanavyoishi, lakini pia kuna majini ambao wanaitwa ni mashetani. Na unapoita nini maana ya shetani? Maana kuna binadamu pia, mtambue pia ni mashetani. Yaani kuna majini ni mashetani, lakini pia na binadamu ni mashetani. Na nini maana ya shetani? Shetani ni uasi, au shetani ni kufanya vitu visivyo mpendeza Mwenyezi Mungu, au kufanya vitu kuvunja utaratibu fulani. Katika utaratibu ambao umewekewa, basi wewe uvunje utaratibu, uendene tofauti. Huo ndiyo ushetani au uhasi. Kwa hiyo unapozungumzia kwamba shetani, nini maana ya shetani? Shetani ni uasi. Kwa hiyo wapo binadamu ambao pia ni waasi, hao pia tunawaita ni mashetani kama walivyo majini. Kwa hiyo majini pia, ndio maana nikasema wako katika makundi mawili. Kuna majini wazuri, lakini pia kuna majini mashetani ambao tunasema ni waasi. Na binadamu, wako binadamu wazuri, lakini pia wapo binadamu ambao ni mashetani. Kwa hiyo siku ya leo nitaka nikupe elimu, wewe ambaye unahitaji kupata mafanikio, wewe ambaye unahitaji kupata mali, wewe ndio unaamua unahitaji kushirikiana na majini wa namna gani. Unahitaji kushirikiana na kundi namba 1 au unahitaji kushirikiana na hawa kundi namba 2. Ninapozungumzia kundi namba 1, ni hawa majini ambao tunasema ni wazuri, ambao majini hao tunashirikiana nao masokoni, tunakutana nao makanisani, tunakutana nao msikitini, tunakutana nao kwenye sehemu mbali. Bora wewe binadamu unaweza kwenda sehemu hiyo, basi utambue katika binadamu 10, basi tambua kutakuwa na majini 10, 20
au zaidi, ila wewe utashindwa kumtambua kwamba huyu ni jini, kwa sababu jini yule amepewa uwezo wa kujivisha umbo la binadamu. Au unaweza ukakutana, mko katika basi, mko watu wengi katika basi au 20, tambua katika watu 20 kuna majini 10 au kuna majini 5. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikupe elimu. Sasa katika hawa majini wazuri ni wapi? Majini wazuri ni wale wanaochangamana na binadamu na kufanya ibada, lakini pia na wale wanaoshika miendeno ile waliopewa na Mwenyezi Mungu. Na utambue watu wote tunaishi katika misingi. Unapozungumzia majini au unapozungumzia kuwa mtibabu, haijalishi kwamba wewe ndio umetoka katika misingi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata hawa majini tunaozungumzia Mwenyezi Mungu amewaumba, na kama angekuwa hawahitaji basi moja kwa moja wasingeweza kuwepo duniani. Kwa hiyo naendelea kukupa elimu. Wewe kama unahitaji kupata mafanikio, kuna majini wazuri. Sasa majini hawa wazuri wako katika utaratibu na mali zao zinaendana katika utaratibu. Utaratibu utaambiwa majini hao ni lazima utoe swadaka, ni lazima utoe ng'ombe, lazima utoe kondoo, lazima utoe ngamia. Kwa hiyo tunapozungumzia hawa ni aina majini mazuri, na aina majini hawa wazuri mara nyingi hawatoi kafara, hawageuki au wanakuwa si wenye kuleta matatizo. Hata kama utakosea, hata kama utafanya makosa katika hiyo mali ambayo umepewa, au katika hicho ambacho umemuita mwanajini yule uweze kushirikiana naye kumtuma au kumwagiza, basi moja kwa moja utambue hata kama utafanya makosa, basi hawezi kukupa adhabu ya kukuzuru au kukuangamiza, kwa sababu naye yuko katika imani fulani. Lakini sasa kama hilo ni kundi la kwanza, tunazungumzia hao ni majini wazuri. Lakini kuna hawa ambao wanaitwa ni mashetani, ambao ni majini, sasa tunasema ni majini waasi au tunasema ni majini wabaya. Sasa unapokwenda kushirikiana na aina ya majini hao, tambua aina ya majini hao ni lazima utakula nao mikataba, na utakapokula nao mikataba ni lazima watakuingiza katika misingi ya kutoa kafara. Na ndiyo maana lazima watakutaka utoe mtoto wako unayempenda, lazima watataka umtoe baba yako, watataka umtoe mama yako, watataka umtoe mke wako, au watakupa masharti ambao usiweze maisha yako yote usizae, au maisha yako yote usiweze kuoa. Kwa hiyo unakuwa unatumikia katika utawala wao wa majini, na wanakupa masharti ambayo kuhakikisha wewe wanakutumikisha na kuwa wa kwao au kukuangamiza kabisa. Kwa hiyo naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Ninaendelea kuwapa elimu kuhusu viumbe wazuri. Tambueni majini sio mashetani. Katika majini kuna mashetani, lakini pia katika binadamu pia kuna mashetani. Mtu yoyote ambaye ni muasi au mtu yoyote msaliti, hata kama ni binadamu, tambua huyo ni shetani. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Msiache kusubscribe, msiache kulike, msiache kucomment. Karibuni sana katika channel yetu pendwa ya Dr. Mama Kavumo. Karibuni, asanteni sana.